Kwa sababu wachezaji wa Marumo pale hii timu Stellenbosch kuna wachezaji watatu wa Marumo. Sawa? Mpaka ule unamuona beki yule. Ndio ambaye alikuwa amechezea beki yao Marumo Gallants. Sawa? Wakati ule baada ya uchaguzi tu kutokea. Baada ya mazungumzo yale na kuzungumza hivyo kwamba mimi lazima ndani ya miaka yangu mimi nitajenga uwanja. Nikamwambia muongo. Sawa? Hawezi kujenga uwanja. Si rahisi. Kwa sababu tumewazoea viongozi kama wale. Usielewa? Wanapoingia kitu cha kwanza anapotaka yeye apate uongozi, lazima aidi kitu kikubwa. Kwa mimi nitajenga uwanja, mimi nitajenga gorofa ile kwa juu, nitaweka studio. Ndo. Hebu tuangalie sasa hivi anakimbilia hapa. Sasa kwenye siasa. Ni kwamba tayari ameshakuwa mwanasiasa na Bwana mtazamaji wa S500 TV, tupo na mzee Juma Ali Magoma. Ni shabiki mwandamizi wa klabu ya Young Africans, shabiki wa muda mrefu wa klabu ya Young Africans, mpenda football. Ni miongoni mwa watu ambao walishuhudia mchezo wa Simba Sports dhidi ya Stellenbosch ambapo Simba amefuzu hatua ya finali. Tupo na mzee Magoma. Mzee Magoma, habari yako? Bwana mimi si jambo. Wema. Umefurahi kilichotokea mechi ya Simba finali au kwanza mchezo umeuonaje? Mchezo ulikuwa mzuri. Ni kwamba Simba ametumia uzoefu wake sawa wa mashindano ya kimataifa, na nadhani na ile timu nao vile ni kwamba ni timu bado ambayo haijakuwa zoefu katika inajitafuta kwenye ukubwa wa barani Afrika. Ila ninaitabiria kwamba kama mwaka huu tena wataingia katika mashindano kama haya itafika mbali, kwa sababu ni timu ambayo inacheza mpira. Nadhani hata mwenyewe umeiona kwamba mpira gani ulikuwa unacheza, kwa sababu ni Simba ambayo tukitusaidia ni mbinu kutokana na timu kubwa kwamba tutumie mbinu gani. Basi mechi ya nyumbani Simba goli lake liliamuliwa na VAR. Mechi ya ugenini matukio matatu ya VAR makubwa. Moja ilikuwa linaamua penalty, ya pili ilikuwa inaamua penalty, na ya tatu ilikuwa inaamua goli. Unaweza kutafsiri vipi maamuzi ya VAR? Labda naweza kusema kwamba tunafuta yale matokeo yote ya penalty upande wako, penalty upande wako, lakini lile goli jinsi lilivyofungwa sidhani kwamba refa mwenyewe alikuwa anafikiria vipi, kwa sababu huyo winga alikuwa amepewa ule mpira hakwenda mbele. Goli la Stellenbosch. Hakwenda mbele. Airudi ndani ndo akatoa pasi. Ingekuwa katika kenda mbele ilikuwa moja kwa moja ni offside. Kwa sisi watu ambao tunajua mpira ilikuwa moja kwa moja offside. Lakini sasa ndo mpira ulivyo. Maajabu ya mpira huwezi kuyazungumzia sana. Yote tulikuwa tunasema kwamba Simba wamepita. Sawa, wamewin. Sawa, win yao wanakwenda na Berkane. Sawa. Ndo wanacheza katika finali. Basi tuatilie ubani, tuchukue kombe Tanzania. Unaonaje wale Berkane? Kwanza Berkane si watu wa kumfuata refari. Wakikufunga goli likataliwa wampate refari. Ni kwamba wanautamani mchezo na wanaujua. Kwa hiyo naona kwa mechi ya Simba na Berkane ndo tutafaidi sana. Yaani hawa wanacheza kimbinu, hawa wanacheza kwa kujua na wazoefu. Kwa sababu Simba wakumbuke kwamba katika mashindano haya ndo mara yake ya kwanza kuingia nusu finali. Toka ligi ya mabingwa na shirikisho mara ya kwanza kuingia finali. Ndo mara ya kwanza kuingia finali na ndo mara ya kwanza kuingia nusu finali. Mara ya kwanza kuingia nusu finali na mara ya kwanza kuingia finali. Sawa? Kwa hiyo hapa tunawapa nafasi bado katika finali. Watu wanasema kizuri mpira ulipokosea mtani wake wa jadi, basi warekebishe wafanye wachukue kombe. Watu wanasema Yanga alifika finali kwa kucheza na watu ambao wamejichokea. Marumo Gallants wanasema walishuka daraja, walikuwa ni dhoofu. Rivers walikuwa dhoofu. Kwa mujibu wa watu wanazungumza kiutani. Kwa nini unataka kuniambia nini? Mimi nazungumza na sizungumzi kiutani, mimi nazungumza kisports. Sawa? Sawa, unakutana nao ni watu ambao wanazungumza kiutani, unaelewa? Kwa sababu wachezaji wa Marumo pale hii timu Stellenbosch kuna wachezaji watatu wa Marumo. Sawa? Mpaka ule unamuona beki yule. Ndio ambaye alikuwa amechezea beki yao Marumo Gallants. Kwa ni timu ambayo imetengenezwa kwa vizuri tu. Sasa kuna wachezaji mmoja ambao wenye uzoefu huo. Kwa hiyo ukizungumza kama Marumo alikuwa amechoka, walifikaje nusu finali? Anachoka nafika nusu finali? Ni sawa sana kusema kwamba mimi niwaambia Stellenbosch wamechoka. Walifikaje hapa nusu finali?
Hao ni maneno ya watani. Unajua washabiki kukutana nao nini? Ukikutana na washabiki basi zungumza kishabiki. Ukikutana na watu ambao wanajua mpira unachanganua mpira jinsi ulivyo basi. Yanga ana fainali moja na na robo fainali moja ya klabu bingwa. Simba na fainali moja ya shirikisho na robo fainali za klabu bingwa kama 3 kama sio 4. Fainali moja tuseme anayo. Unaonaje mafanikio ya Simba na Yanga? Hebu nikumbushe nani zaidi? Nikumbushe kwanza kidogo. Anayo fainali moja. Ni nani na uliingia nani vile? Katika ligi mabingwa. Simba na fainali moja hii ya shirikisho. Ya shirikisho, okay. Sasa uwezi ukaniambia mimi nipime mzani. Nani zaidi? Yanga Afrika Yanga na fainali moja ya shirikisho, ana robo fainali moja ya klabu bingwa. Simba ana fainali moja ya shirikisho, ana robo fainali karibia 4 au sio 5. Unachotakiwa uvuke hapa. Ukenda robo bado mimi najihesabu kama mimi nimezidi kwa sababu nini? Ni kwamba nimeingia fainali katika klabu bingwa sawa? Ligi ya mabingwa. Shirikisho. Sawa? Nikaingia robo. Sawa? Kombe la klabu bingwa. Sawa? Sasa huyu katika ligi hii Mdudu. Sawa? Yeye kaingia mara 4 robo finali. Sawa bwana? Sasa bado mimi niko juu. Sio nimecheza finali. Sawa? Yeye kacheza robo. Bado kwa sababu robo wote tumefika robo, lakini katika kombe la shirikisho ambapo yeye kwenye sifa yake mimi nimefika finali. Naye ndo kaingia finali sasa hivi. Sasa ni nani alianza kuingia? Si ndo mimi? Bado mimi niko juu. Kuna swali moja nataka nikuulize, moja tu utakuwa nijibu la mwisho. Engineers mwaka ambao anaenda au sasa tunaenda kabakisha mwaka mmoja kwenye uongozi wake na aliahidi kwamba atajenga uwanja. Watu wanahoji kwamba mpaka dakika hii swala la uwanja vipi? Je, uwanja unaonekana utajengwa ama zilikuwa ni ahadi za miaka nenda miaka rudi tangu enzi za kina Mzee Magoma mpaka leo? Hilo nadhani mimi nilizungumzia nyuma. Sawa? Wakati ule baada ya uchaguzi tu kutokea. Baada ya mazungumzo yale na kuzungumza hivyo kwamba mimi lazima ndani ya miaka yangu mimi nitajenga uwanja. Nikamwambia muongo. Sawa? Hawezi kujenga uwanja. Si rahisi. Kwa sababu tumewazoea viongozi kama wale. Usielewa? Wanapoingia kitu cha kwanza anapotaka yeye apate uongozi, lazima aahidi kitu kikubwa. Kwa mimi nitajenga uwanja, mimi nitajenga gorofa ile kwa juu, nitaweka studio. Ndo. Hebu tuangalie sasa hivi anakimbilia hapa. Sasa kwenye siasa. Ni kwamba tayari ameshakuwa mwanasiasa na akili yake ilikuwa ni mwanasiasa. Mwanasiasa mara nyingi sana anakuwa si wa kweli. Sio bwana? Unakuwa uongo mwingi kuliko utekelezaji wa zile ahadi. Sawa? Na yeye ndivyo yuko hivyo. Kwa hiyo ananiambia vile kwa mimi nitajenga uwanja, nikajua huyu muongo. Sawa? Tunashindwa sasa hivi ndani ya miaka 4, sio uwanja hata ule wa mazoezi tunashindwa kupata. Ule ambao alikuwa nao Simba kule Bunju, Yanga wanashindwa kupata. Anaondoka yule. Mzee Magoma. Sinakueleza. Anaondoka. Nadhani sasa hivi watu ndio wanaamini yale mazungumzo yangu nilikuwa nazungumza. Kwa sababu mwanzo walikuwa huyu bwana anataka kutuondolea hata kuna, lakini leo bado mwaka mmoja ni kwamba wanaamini yale nilikuwa nazungumzia. Sawa? Labda nini ndio zungumza? Maana huwezi kuamnisha, unazungumza lai. Ondoka, nenda unapotaka kwenda Engineers. Lakini tufanyie akili basi hata uwanja wa mazoezi kama Bunju. Kama umeshindwa ule wa kuingia capacity ya watu 1000. Sawa bwana? Ondoka unapotaka kwenda. Sawa bwana, lakini tuachie angalau uwanja wa mazoezi na sisi tupate burudani. Haina haja kila wakati tunakwenda Havoc Town kwenda kukodi kule, tunalala pale kwa kukodi, tunalala kwa sababu tuna kodi. Sawa, ikiwa hela yako ya jezi inakatwa pale katika malisho, ina maana hela Yanga inatumika pale. Sawa, sasa ifikie wakati basi atuachie hata uwanja wa mazoezi. Tutosha. Sababu kashashindwa. Sawa? Na ndivyo hii kauli yake atakayozungumza, ndio hata akiingia hata kwenye siasa atakuwa ni hivyo, ndio kauli yake hivyo. Mimi nasema kwamba wamzoee kwamba kauli yake itakuwa za uongo hivyo. Juzi alikama amechangiwa na mashabiki ile faini yake ya milioni 5 alipigwa na TFF. Mashabiki wakachanga wakalipa milioni 5. Kwa mlenda yule bwana mdogo unavyomuona. Mashabiki walifanya kitu sahihi kumsupport msemaji wao kulipa ile faini ya milioni 5 au wangemwacha alipe. Unaangalia vipi na uwezo wa mtu. Je, ana uwezo ule?
wa kulipa, ina maana hana. Sasa yale mapenzi binafsi ya watu. Sawa? Mbona mimi kama ni Yanga sikuchangia kulipa? Kwa nini hujachangia? Si mwanachama. Sioni sababu ya kuchangia. Sababu gani ambayo hiyo? Sasa kama limefanyika kihaki. Usielewe? Kwa mimi kuna kuchangia na changia nini sasa? Wakati wewe uko klabu na klabu inakupa pesa chungu mzima. Bado klabu inachukua mapato kutoka Yanga Afrika. Amba mapato yale yanakuwa ya dhuluma vile vile. Sawa bwana? Kateni hiyo hela. Bwana kalipe. Sasa sio mimi tena toa langu akula na kwenda kumchangia, siwezi. Haiwezekani. Na watoto wanasoma shule, wajukuu nini, wote wanataka kusoma. Sawa? 200 yangu nilikuwa nao mfukoni inaingia pale kuwekeza. Yaani naiwekeza nguvu yangu mimi ya kunilinda mimi. Siwekezi kwa nguvu ya mtu ambaye anayefanya kosa la makusudi. Magoma, shukrani. Ndio inatosha. Dakika ngapi? Ulikuwepo hapo.